Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watazamaji wetu. Ni siku nyingine njema, siku ya leo ambayo Mungu amependa kusema kwa habari ya vijana. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Upendo. Ninatoka katika huduma ya Shalom Assemblies of God Africa. Nipo mahali hapa nikileta taarifa njema kwa ajili ya wewe kijana ambaye unatamani kumcha Mungu. Nipende kukukaribisha mtazamaji wetu wa Hope Shine ambayo upo mahali hapa kwa ajili ya kusikiliza ujumbe mzuri ambao Bwana ameuandaa siku ya leo. Nikukaribishe sana. Karibu katika chaneli yetu ya Hope Shine. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda leo tuzungumzie kwa habari ya vijana. Ninapenda tujifunze kwa habari ya vijana jinsi ya kumcha Bwana. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 39 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, tunajifunza kwa habari ya Yusufu, kijana aliyekuwa mchaji Mungu, ambaye alikuwa akimcha sana Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu anatufundisha mambo mengi. Nazungumza na wewe kijana wa sasa hivi, kijana wa leo, kijana wa jinsia. Haleluya. Yusufu alikuwa ni mchaji wa Mungu sana. Alikuwa anamcha Bwana hata alipokuwa hayupo kwa wazazi wake, yeye alikuwa na msimamo wa kumcha Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 nitasoma neno la Mungu kama lilivyoandikwa. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mikononi mwao na Waasheri waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana amemilikisha mambo yote mikononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe mlinzi juu ya nyumba yake, na vyote vilivyomo akaviweka mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ni kwa jinsi gani Yusufu, jinsi alivyokuwa akimcha Bwana tangu akiwa kwa wazazi wake. Alikuwa akimcha Bwana, alikuwa akimpenda Mungu, alikuwa anatamani kuona kwamba anatembea katika kusudi la Mungu. Alikuwa anatamani kuona kwamba anatembea katika njia iliyo sahihi ya Mungu. Tukisoma huko Mwanzo, ukiangalia sura ya 37 mpaka 68, tunagundua kwamba Yusufu alikuwa anafanya yaliyo mazuri sana. Alikuwa akimcha Bwana mpaka akampendeza baba yake, akampendeza baba yake. Baba yake akampenda sana, akamshonea hata kanzu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu alikuwa amelibeba kusudi la Mungu. Ni kwa sababu alikuwa amekaa katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo Yusufu hata alivyokuwa ameondoka katika mazingira ya nyumbani kwao, hakuweza kuteteleka hata kidogo. Hakuweza kuchanganyikiwa. Hakuweza kuona kwamba kwa sababu nimeondoka basi ninaweza nikaenda mimi mwenyewe kama mwenyewe. Lakini alisimama katika kusudi la Mungu. Na ndio maana tunaona katika sura hii ya 39 mstari wa 2, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Ina maana Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Bwana hakumwacha Yusufu, kwa sababu unapokuwa karibu na Mungu ndipo Mungu na wewe anakusogelea wewe. Kijana, utakapokuwa karibu na Mungu, Mungu atakuwa karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulimwengu wa sasa hivi, vijana wa sasa hivi, wengi sana vijana hawataki kutembea katika kusudi la Mungu. Hawataki kutembea katika kusudi ambalo Mungu amewawekea.
hawataki kutembea katika kusudi lile ambalo la utumishi wa kumtumikia Mungu. Vijana wengi wamepotea, vijana wengi wanaenda katika akili zao wenyewe, wanaona kwamba labda kumtumikia Mungu ni kupitwa na wakati. Lakini ninataka kukwambia, nikutie moyo mchana wa leo kwamba wewe kijana ambaye unatamani kumtumikia Mungu, unatamani kutembea katika kusudi la Mungu, tamani kujifunza kwa Yusufu, kwa sababu Yusufu alitembea katika kusudi la Mungu, na ndio maana Mungu hakumwacha Yusufu. Mungu akawa pamoja naye. Mungu hakumwacha Yusufu, akamshika Yusufu kwa mkono wake, na kila mahali alipokanyaga Yusufu walimfurahia, walimpenda kwa sababu ya ule utii na unyenyekevu ambao ulikuwa umetoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kwa jinsi gani Yusufu alimpenda Mungu. Sasa ninataka tujifunze kwa nini vijana sasa hivi wengi hawataki kukaa katika kusudi la Mungu, hawataki kujifunza neno la Mungu, hawataki kumtumikia Mungu. Vijana wengi hata kujituma shughuli zao wenyewe hawataki. Kijana, ninataka kusema kwamba hebu epuka na roho ile ya kupenda anasa, roho ya kupenda anasa. Vijana wengi wametekwa na roho ya kupenda anasa, kwa sababu anajua kabisa nikijituma sitafaidi yale mambo ambayo ninayataka, ambayo adui ameyaweka. Kumbe unapotea kama kijana, kumbe unachanganyikiwa kama kijana. Vijana wengi wanatamani maisha ya urahisi, maisha ya kuonekana kwamba yeye ni nani, maisha ya kuonekana kwamba yeye anakuwa anatembea katika viwango vya kuonyesha kwamba ana pesa na wakati hana pesa. Na ndio maana unaweza ukakuta vijana wengi wanajikuta kwamba sasa hivi wanapenda maisha ya mtelemko, wanapenda maisha ya mtelemko. Badala ya kijana aweze kujituma atafute kazi ya kumuingizia kipato, unakuta kijana anaona bora apate maisha ya kulelewa na mwanamke, ili mradi akae katika hali ambayo itamfanya kwamba aishi maisha ya kutelemka tu pasipo kuyatolea jasho. Bwana Yesu asifiwe kijana. Kwa hiyo unakuta kijana anatamani maisha ya mtelemko, anatamani maisha ya kulelewa. Unakuta kwamba anatamani aishi na mtu mzima, mwanamke. Kijana anatamani kuoa mwanamke ambaye ni kama mama yake aliyemzaa. Kijana ameacha njia ya Mungu. Umeacha njia ya Mungu, unapotea. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wewe ni kijana unayetegemewa na kanisa, kijana unayetegemewa na taifa. Unapoenda kuoa mwanamke ambaye amekuzidi wewe umri, unapoteza nguvu kazi za taifa. Maana yake yule mwanamke hata kukuzalia mtoto hawezi akazaa na wewe, hauwezi ukamuoa. Atakupeleka vile akili yake. Utasimama na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuelekeza njia itakayokupasa kuifanya, kama Yusufu alivyokuwa katika kusudi la Mungu. Alipokuwa amesimama na Mungu, alivyokuwa anatembea na Mungu, Mungu hakumwacha Yusufu hata alipokuwa nyumbani kwa Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtazamaji. Mstari wa 3 anasema Bwana akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana atamfanikisha mambo yote mikononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake yote. Yusufu akaona neema. Maana yake kwamba hakuwa anafanya kazi ya ulegevu, hakuwa anafanya kazi kwa kulegea. Alijituma, alisimama katika nafasi yake, kwa sababu alikuwa ameweka kusudi lake katika kumcha Bwana. Na ndio maana hakuona sababu ya kufanya kazi kwa ulegevu. Alifanya kazi, akawa mfano kwa ajili ya vijana wengine. Na ndio maana Potifa akaona kwamba huyu ni kijana ambaye ana msimamo mzuri, anajituma kazi yake kwa vizuri, anastahili nimweke kuwa msimamizi kwa ajili ya watu wengine. Haleluya kijana. Kwamba Yusufu alivyokuwa amesimama katika kusudi la kumtumikia Mungu, la kutumika kwa jinsi kazi iliyokuwa imempeleka, kwamba ametumika kwa uaminifu, Mungu akamuinua Yusufu, akamuinua kutoka viwango vya kutumika kama wengine, akawa msimamizi wa watumishi wengine. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya kijana. Nimesema kwamba namba moja, kijana anapenda maisha ya kutelemka. Kijana anapenda maisha ya mtelemko ambayo yani anapenda apendwe tu. Kijana hapendi kukemewa. Hata vijana sasa hivi unakuta kwamba kijana anapokosea unatamani kumuonya kama kijana, unatamani kumrekebisha kama kijana. Kijana anaona kwamba unamuonea. Kijana anaona kwamba unamuonea. Anaona kwamba kwa nini ananisema? Kwa nini anafanya hivi? Lakini Yusufu hakuwa hivyo. Yusufu hata ndugu zake walivyokuwa wamemtenga, hata ndugu zake walivyokuwa wanamsema, wanamtenga, wanaona kwamba yani ni kama ni mtu ambaye anataka kuwatawala wao, lakini Yusufu alinyenyekea, Yusufu alishuka, Yusufu hakuyahesabu yale mabaya yao kwamba ni kitu. Yusufu aliwaona kwamba ni watu sahihi tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa kama kijana, tamani maisha ya kumtumikia Mungu, tamani utembee katika kusudi la Mungu, tamani utembee katika ukiwa umefunikwa na utukufu wa Mungu kama kijana. Bwana Yesu asifiwe. Pengine kijana anashindwa kutofautisha umri na muda. Namba mbili, kijana anashindwa kutofautisha umri na muda. Kijana anapokuwa yupo kijana, kuna vijana, katika vijana waliopo 90%, wengi wao hawawezi kufautisha umri wao na muda. Wanaona kwamba umri wangu nilionao sasa hivi ni umri wa kuenjoy, ni umri yani wa kutembea katika kutembea yani kuonekana kwamba mimi ni kijana, kutembea katika anasa, kutembea katika yani kuona kwamba wewe ni zaidi kuliko mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe unashindwa kutofautisha umri ulionao na muda, bila kujua kwamba umri ulionao unatakiwa uweke mipango yako vizuri, unatakiwa uweke mipango yako vizuri. Katika kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana anasema kwamba nimewaandikieni ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na kwa kuwa neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yenu. Kumbe vijana, unatakiwa wakati huu ndio umtumikie Mungu, wakati ambao ukiwa bado kijana, kwa sababu utakapokuwa umezeeka huwezi ukapata nafasi hiyo. Utakuwa una muda mchache sana wa kumtumikia Mungu, kwa sababu utakuwa na mambo mengi. Wewe kijana ambaye una miaka kuanzia miaka 12, nizungumze kuanzia miaka 12 na kuendelea, ukiwa kama mwanafunzi unatamani wewe ukawe kijana bora, ukawe baba bora, ukawe binti bora, ukawe mama bora, basi unatakiwa maisha yako uyatengeneze mwanzoni hapa. Unatakiwa uyatengeneze maisha yako mwanzoni unapokuwa upo katika umri mdogo. Kwa hiyo kijana, unatakiwa ufautishe umri wako na muda wako. Bwana Yesu asifiwe. Fautisha umri wako na muda wako. Kaa ukijua kwamba katika umri ulionao, angalia muda ulionao. Una muda gani? Una muda gani ambao umebaki juu yako? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unatakiwa uwe darasani, ujitume, usome ili uwekeze, uweze kuwa mfanyakazi, uje ufanye kazi, uweze kuwa mfanyakazi, uweze kuwa mfanyabiashara, uweze kuwa yani utumike katika huduma, mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Muda, tambua umri ulionao na muda. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotofautisha umri ulionao na muda, utaukomboa wakati, kwa sababu ukishaukomboa wakati utajua kwamba wakati nilionao ni mchache sana, inatakiwa nitumike, ninatakiwa nimtumikie Mungu, ninatakiwa nisome kwa bidii, ninatakiwa niwaheshimu wazazi, ninatakiwa ninyenyekee chini ya mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika muda huo wote utajituma katika kusoma, utasoma, utatoka kusoma, utaingia kumtumikia Mungu, utaingia kutumika katika kufanya kazi za taifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unatakiwa ujenge msingi bora kulingana na umri wako. Jenga msingi bora, jenga msingi wa kumtumikia Mungu, jenga msingi wa kushuka chini ya mkono wa Mungu, jenga msingi wa kutulia katika kusudi la Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na miaka 15, 16 mpaka 18 unawekeza katika kusoma, lakini inapofika miaka 20 upo katika chuo unawekeza kusoma. Inapofika miaka 25 yamkini umeshamaliza chuo, yamkini unataka sasa uanze kufanya mambo yako. Kama hujawekeza jinsi gani utamtumikia Mungu na utafanya kazi zako wewe mwenyewe, utayumba, kwa sababu unatamani ufanye kazi zako, unatamani uolewe, unatamani uoe, na hayo yote yanakuangalia wewe. Hapa hapo unatamani umtumikie Mungu, utajikuta kwamba unachanganyikiwa, kwa sababu unatamani uwe na kazi uzalishe, na hapa hapo unatamani uwe na familia lakini kama hujaweka misingi mizuri, muda utapotea na umri utaenda, na wakati utakapokuja